Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu mpenzi na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha katika somo letu la lugha ya Kiarabu. Hakikisha umekwisha subscribe na umelike na comment ili uweze kufuatilia somo hili hatua kwa hatua. Leo hii katika somo letu, mwendelezo wetu, tutakuwa somo la pili. Tushajifunza darsul awal, leo tunakwenda kujifunza darsu thani, somo la pili. Katika somo la pili tutakachokwenda kuanza nacho ni hichi. Utasikiliza hiwaru ya watoto wawili kati ya Salma na Aliyu wakifanya mahojiano mafupi tu ili uweze kupima usikivu wako, kisha tutakwenda hatua nyingine. Karibu uweze kutazama. Baada ya kutazama na kusikiliza hiwaru ya hawa watoto wawili ambao wamekufurahisha, umejifunza namna kufanya hiwaru, mahojiano baina ya watu wawili katika maongezi ya lugha ya Kiarabu, na imekupa hamasa namna gani unaweza ukaongea Kiarabu. Katika hiwaru hiyo umekuta kuna kitu kinaitwa nini? Attahiyatu wa taarufu. Umekuta kuna kitu kinaitwa attahiyatu wa taarufu. Tayari tumeshajifunza katika somo letu la kwanza, salamu na kujitambulisha. Ali na Salma wamejitambulisha pia na wakasalimiana na wakaagana. Twende basi ukaangalie talkhis, sama ni mukhtasar wa kile ambacho Ali na Salma walichokuwa nakifanya hapo. Aliyu alisema assalamu alaikum ya Salma. Kwanza Ali alimsalimia Salma katika tahiyatu, akaambia amani iwe juu yako Salma. Salma akajibu alaikumus salamu ya Aliyu, amani pia juu yako ya Ali. Kaifa haluka, akamsalimia Ali. Salma akamsalimia Ali, vipi hali yako? Aliyu akamjibu ana bi khairi wa anti, mimi nipo salama, ni mzima, wa anti, na wewe? Ikaendelea Salma, ana aidan bi khairin, mimi pia. Ukiona kitu inaitwa aidan tafsiri yake mimi pia. Kwa hili neno aidan likimaanisha mimi pia. Kwa ana aidan bi khairin, mimi pia mwenye ni mzima, nipo salama, alhamdulillah, kila sifa njema astahiki Allah. Ali akasema aina tadhhabina, unakwenda wapi? Tukifika mbele utajifunza namna matumizi ya tenses hizi hapa. Hii anaambiwa nani? Mwanamke. Aina tadhhabina, unakwenda wapi? Kwa hiyo aina inamaanisha ya wapi. Aina tadhhabina, unakwenda wapi? Salma adhhabu ila almadrasa, ninakwenda shule. Neno madrasa ni shule, kwa hiyo kuna mufradati mbalimbali umepata. Neno madrasa ni shule, ninakwenda shule wakati wa sasa huu. Ali maa salama, Ali anamwaga Salma, maa salama, goodbye, sawa, kila la kheri. Salma akasema ila liqai, paka tutakapokuja kukutana tena. Au unaweza ukajibu maa salama, ukajibu maa salama. Hivyo ni katika aina nzuri ya kujibu greetings na salamu. Na imani umejifunza vitu muhimu hapo na umejifunza mufradati mbalimbali. Sasa unaweza ukajaribu walau kwa kuandika katika comment hapo kile ulichojifunza. Baada ya kuangalia kwa ufupi namna gani Ali na Salma wamefanya hiwaru, kufanya mukhtasari wake, ufupisho wake, twende hatua inayofuata nyingine. Sasa tukajifunze lile somo letu la leo ambalo ndo darsu thani lenyewe tulilolikusudia. Karibu wote tuweze kujifunza. Baada ya kujifunza hapo, tutapitishana kwa ufupi sana. Katika somo letu la nyuma tuliangalia al-mufradat, tujifunza misamiati au vocabulary kwa lugha ya Kiingereza naita. Tulisema al-mufradatu maana yake ni vocabulary au misamiati, ni majina ya vitu mbalimbali.
tuliangalia tukakuta kikombe inaitwaje, kompyuta inaitwaje. Lakini pia katika somo letu lililopita tulijifunza matumizi ya hadha na matumizi ya hadhi. Hivi vitu viwili vikiwa vinamaanisha hadha, tulijifunza inaashiria kwa kitu kimoja kilichopo karibu lakini chenye jinsia ya kiume. Kumbukumbu kama nakumbuka tukasema hadha inamaanisha hiki ni, lakini kitu kikiwa kimoja chenye jinsia ya kiume. Pia tukajifunza hadhihi, sawa, kwa kiashiria hiki ni kwa kitu chenye jinsia ya kike lakini kimoja kikiwa karibu. Vyote hivi hapa namaanisha kwa kitu kilichopo karibu, sawa. Na nikawaelekeza hii utaigunduaje hadha, nikakupatia majina ya vitu ambavyo vina jinsia ya kike. Mfano, alama ambayo itakayokuongoza hili ni jina la kike, nikawafundisha tau marbuta. Tau marbuta inakaa mwisho wa jina. Mfano, kitabatun. Kitapandika neno kitabatun, sawa? Kitabatun. Unaiona hapa kuna mwisho kabisa huku tumepata tau marbuta. Ndio hii hapa alama ya jina la kike. Hapo utasema nini? Hadhihi. Lakini tukajifunza alama nyingine ya jina la kike. Tukasema alama nyingine ya jina la kike ni nini? Alif mamduda. Alif mamduda ni ile alif ambayo ni inaanza alif ya kawaida hii ya hamzatul wasli kisha nakuja hamza. Hiyo inaitwa alifu mamduda. Utapokuwa jina lolote ambalo lina alama hiyo itaita jina la mfano Asma, utasema hadhihi Asma. Na alama nyingine ya jina la kike tukajifunza kwamba nini? Alif maksura. Alif maksura ni mfano Salma, utasema hadhihi Salma. Ila nikawaambia huko kuna majina ambayo hayana moja hizo hapo alama tatu ambazo tunaongoza jina la kike. Mfano Salma na afan, mfano Maryam, Zainab. Majina hayo majina, mfano majina hayo utasema hadhihi kwa sababu automatically tayari ni majina ya kike. Lakini kuna jina linaitwa Hamza. Sawa? Hamza ili ni jina la kiume, lakini ukiangalia mwisho hapa unakuta ina tau marbuta. Basi hao tutasema nini? Hadha. Kwa sababu automatically hili ni jina la kiume, usiseme hadhi, sema nini? Hadha. Siambia wanaume hadhi, hapo mwanaume tumia nini? Hadhi. Haya. Tukiendelea sasa, twende moja kwa moja. Katika utangulizi leo tunakwenda kujifunza katika darasa thani, somo letu la pili, tadribatu lilmuraja'a min al-asma'il ishara. Tadribatu lilmuraja'a min al-asma'il ishara. Tadribatu manake mazoezi, lilmuraja mazoezi ya kufanya muraja, min al-asma'il ishara katika majina ya kuashiria ambayo ndio haya yanaitwa majina ya kuashiria. Tulijifunza nimetoka kutufundisha hapo hadha na hadhihi. Ukiona wao maana yake kiunganishi inamaanisha na. Kwa hadha hiki ya mwanaume kikiwa karibu kimoja, hadhihi ya mwanamke kikiwa karibu kimoja. Kwa tunaenda kufanya mazoezi. Kile ambacho tumejifunza fi darsi thani katika fi darsi awali katika somo la kwanza tunakwenda kufanyia mazoezi sasa, kuangalia kujipima zaidi. Tadribatu lilmuraja, mazoezi ya kufanya muraja min al-asma'il ishara, kutoka katika asma'il ishara. Tukaangalia hayo mazoezi. Anasema ikhtari al-ijaba al-asah min al-qawsain, chagua jibu sahihi kutoka katika mabano. Hii ndio tunaita nini? Qawsain. Shika mufradatu huo inaitwa qawsain, maana yake mabano. Sasa hapo ungeweza wewe kujibu swali hili, lakini wakati unaona katika runinga yako hapo, wewe mwenyewe jiulize mwenyewe jibu sahihi ni lipi hapo, utajisahihisha. Hata kama mimi nitajibu saizi hapa, lakini nataka ni comment jibu. Tutaanza namba 1. Hadha dash jamilun. Jamilu maana yake nzuri. Tunachagua kitabatun au kitabun. Jipime mwenyewe hapo kabla sijajibu. Sawa, ngaa sipone.
Jibu ni hili hapa, kitabun. Hadha kitabun jamil. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kusema hadha kitabatun kwa sababu tayari ina taa marbuta. Taa marbuta tunasema mwenzake ni nani? Ni hadhihi. Kwa tutasema kitabu. Hadha, jibu ni hili hapa, kitabu. Kwa hiyo kwa urahisi inabidi jibu litoke hii kitabun tunaileta hapa. Sawa? Kwa inakuwa hadha kitabun jamilun, hiki ni kitabu kizuri. Sentensi ya pili, hadhihi bintu dash wa hadha tiflun dhakiyun. Dhakiyun ni mtoto smart, mwerevu, mwenye akili. Sawa, tunachagua dhakiya. Dhakiyun mtoto mwerevu wa kiume yo. Dhakiyatun ni mtoto ambao ule wake mdogo mdogo ambao sio smart, lakini hii mwanaume, hii mwanamke. Kwa dhakiyatun nimechanganya. Dhakiyatun ni mtoto mwerevu lakini wa kike. Ghabiyun ni mtoto ambaye sio mwerevu, yaani ule wake mdogo mdogo, sio smart. Hii dhakiyu wa kiume, dhakiya wa kike. Jibu nini? Hadhihi bintu dash wa hadha tiflun dhakiyu. Chagua jibu sahihi. Mshale wangu unatembea hapo kukuonesha ni lipi jibu sahihi. Hadhihi bintu, jibu letu sahihi ni ile hapa, dhakiyatun. Sawa, tunaileta hapa, inakuwa hadhihi bintun dhakiya kwa sababu huyu ni mwanamke na dhakiya au mwerevu smart ni ya mwanamke. Tunaweka hadhihi bintu dhakiya wa hadha tiflun dhakiyu. Huyu binti ni mwerevu, ni smart, na huyu mtoto wa kiume ni smart. Tuende sentence namba 3. Hadha dash jamilun wa fihi ma'lumatun mufidatun litulab. Jamilun shakufu tafsiri yake, maana yake nzuri. Wa fihi ma'lumatun mufida, na ndani ya hicho kitu kuna maalumati yenye faida, litulab, kwa wanafunzi. Sawa, utaangalia hapo jibu utachagua ni lipi. Tawilatun kitabu, hadha kitabun jamilun. Kwa mshale wako utautoa huku utauleta hapa, hadha kitabun jamilun wa fihi ma'lumatun mufidatun litulab. Kitabu hichi ni kizuri na ndani ya kitabu hicho kuna maalumati ni faida kwa wanafunzi. Sentensi nambari 4. Hadha dash dash yadhhabu ila almadrasa kulla yawmi fi sabah. Yadhhab manake huwa anakwenda shule kila siku asubuhi. Almuallima, muallima mwalimu wa kike. Alwaladu mtoto. Kwa kuwa tumekwisha weka hadha, jibu letu ni lile kanuni, tutaitoa mshale wetu kwenye ile waladu tunaenda kuweka hapa. Kwa jibu ni nini? Waladu, hadha alwaladu yadhhabu ila almadrasa kulla yawmi fi sabah. Ingekuwa ni hadhihi tungemweka nani? Muallima. Haya, twende mazoezi yetu yanaendelea, mazoezi mengi sana. Namba 5. Al-kursiyyu maksurun wala yumkinu al-julusu alaiha. Al-kursiyyu tafsiri yake ni kiti, chair. Maksuru, kiti kimevunjika, kiti chenye kuvunjika. Wala yumkinu al-julusu alaiha, wala haiwezekani kukaa juu ya kiti hicho. Je, jibu ni nini? Ukiangalia hapa kwa al-kursiyyu tayari automatically jina ambalo halina alama ya kike tutatujina. Kwa jibu letu tutachukua nini? Hadha, tunafika tunaweka hapa. Kwa jibu sahihi hapo ni hadha al-kursiyyu maksurun wala yumkinu al-julusu alayhi. Nambari 6. Rakamu sadis. Hadhihi dash sari'a wa jamilatun wa tamlikuha ukhti. Sari'a ni kitu ambacho kinakwenda kwa haraka zaidi, speed. Wa jamilatun, jamila ishakufundisha jamilu nzuri, wa jamilatun pia ni nzuri ya mwanamke. Wa tamlikuha ukhti, na anaimiliki nani? Ukhti. Tunachagua jibu letu wa sayyara, ta'ir, sayyara gari, ta'ir ndege, ile ndege ya kuruka pakia watu. Sawa, kwa kuwa tatu tushasema hadhihi, tunakwenda kutafuta jina ambalo lina alama ta marbuta, mfano ile hapa, ile haina kitu. Kwa jibu letu sahihi tutatoa mshale kwenye sayyara, tutaweka katika dash, itakuwa hadhihi sayyara sari'a wa jamilatun wa tamlikuha ukhti. Gari hili ni la speed, la haraka na ni nzuri, analimiliki dada yangu. Rakamu sabi'a, namba 7. Dash at-taliba mujtahida wa tuhibbu dirasa al-arabiyya. Hadhihi au hadha. Kwa kuwa at-taliba tayari mwanafunzi wa kike ana taa marbuta mwisho hapa,
jibu letu moja kwa moja tutachukua nini? Hadhihi tutaweka hapa. Kwa itakuwa nini? Hadhihi taliba mujtahida wa tuhibbu dirasata al-arabiyya. Mwanafunzi huyu ni mwenye kujitahidi na anapenda somo la lugha ya Kiarabu. Rakamu thamin, namba 8 dash almadrasatu kabira wa fiha aktharu min 1000 talib hadha am hadhihi. Kwa kuwa tayari almadrasa ina taa marbuta, tutatumia nini? Hadhihi. Tutatoa mshale wetu katika hadhihi, huku tutaleta hapa, itakuwa hadhihi almadrasa kabira, shule hii ni kubwa, wa fiha, na ndani ya shule hiyo aktharu min 1000 talibi, kuna wanafunzi zaidi ya 1000. Hayo ndio matumizi ya kutumia hadha na hadhihi. Tumefanya mazoezi. Kipi kinakushinda kuongea lugha ya Kiarabu hali ya kuwa mfano mazoezi haya umeangalia na umeweza kuyajibu hapo? Chukua mazoezi haya iwe ni challenge kwako wewe, changamsha bongo, kisha uende ukayafanyie mazoezi uweze kuongea lugha ya Kiarabu. Tunakwenda kumalizia sehemu yetu ya baada sasa kuangalia zile sentensi tumejipima katika mazoezi mbalimbali. Tukamalizia kitu tunaita aljumalu sentence. Aljumalu maana yake sentensi zikiwa nyingi, sawa, lakini jumla ni sentensi moja katika Kiarabu. Jumalu sentensi zikiwa nyingi. Tangalia kuna picha nimekuwekea hapo mbalimbali. Nasoma hadha kitabun mufidun. Hapa sina haja kutafsiria, tayari maneno ambayo tumeyapata hapa yapo kule. Hadha kitabun mufidun, hadha babun kabirun, hadha babun kabirun, hadha talibun mujtahidun, hadha talibun mujtahidun, hadhihi madrasatun jamila, hadhihi madrasatun jamila, hadha ustadhi, hadha ustadhi. Ustadhi maana yake mwalimu wangu, profesa wangu. Hadha qalami, hii ni kalamu yangu. Hadhihi zahra hamra, zahra maana yake ni ua, hamra jekundu. Kwa hiyo zahratu hamra, hili ni ua jekundu. Hadhihi sayyara sari'a, nishafundisha maana sari'a tayari. Hadhihi ukhti, iya ni yakimilikishi, kwa hiyo ni dada yangu. Hadhihi haqiba, huu ni nini? Ni mkoba. Sasa kazi hapo kwenye comment, unaweza kuweka comment, nitungie sentensi moja tu hapa, badilisha hapa. Baadaye tumesema hadha talib mujtahid, mfanye mwanafunzi huyu wa kiume awe mwanafunzi wa kike, na utunge sentensi inavyotakikana. Mwingine atafsiri sentensi hapa, hadha kitabun mufidun, maana yake nini? Na hapa hadha babun kabirun, na maana yake nini? Pia mwingine atafsiri hadhihi madrasa jamilun. Shukran, na imani umenifahamu vizuri na umeenjoy somo hili. Endelea kulike hapo, comment, pia subscribe, usikize video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufaidika. Kwa msaada zaidi, namba yetu ipo katika screen hapo na iangalia. Endelea kuwasiliana nasi tuweze kufikia malengo ataloongea lugha ya Kiarabu. Hii ni hatua kwa hatua, somo la pili uweze kufahamu lugha ya Kiarabu. Sina la ziada. Jina langu lilikuwa naitwa Mwalimu Ibrahim Marwa, ndo mfundishaji wa lugha hii hapa Lecture Online TV. Niseme maasalama.